Yesu ni Mungu, kwa sababu Mungu tabia yake kubwa, anaweza kukaa kwenye dimension yoyote na kuleta majibu katika hiyo dimension. Tunaposema Mungu tunamaanisha niko ambaye niko. Hiyo ndio tabia yake kubwa ya Mungu. Anaweza kukaa kwenye position yoyote ya changamoto na akatoa majibu kwenye hiyo position. Mungu alipomtokea Musa alimwambia mimi ni niko ambaye niko, Jehova. Yesu alipokuja alikuja na tabia ile ile ya Mungu. Akasema mimi ndiye, mimi ndo niko. Na ndio maana Yesu kulipotokea uhaba wowote, iwe ni chakula, yeye alimultiply, aliongeza. Kulipotokea uhaba wa divai, alileta miujiza. Kulipotokea dhoruba, alituliza. Kulipotokea magonjwa, mapepo, kila changamoto, Yesu aliweza kufiti kwenye ile changamoto. Hakuna changamoto yoyote ambayo Yesu hakufiti. Hiyo ndiyo siri kubwa ambayo inatuonyesha kwamba Yesu ni Mungu. Kwa hiyo Mungu, ili umjue Mungu kama Mungu, lazima ajidhihirisha kwenye dimension ulionayo. Ukiona unamwomba Mungu na hawezi kujidhihirisha kwenye dimension uliopo, kwa mfano wewe ni mgonjwa, wewe una changamoto, lakini unamwomba Mungu na anashindwa kujidhihirisha kwenye hiyo dimension, ujue huyo sio Mungu wa kweli. Mungu Yesu anaweza kujidhihirisha kwenye dimension yoyote ulionayo. Kama ni mgonjwa, anaweza kukuponya. Kama unapitia shida yoyote, anaweza kutatua. Huyo ndiye Mungu ninayemzungumza hapa. Lakini pia Yesu kujiita mwana, ile ni kawaida, kwa sababu sifa ya kwanza ya Mungu lazima aingie kwenye dimension yoyote. Kwa hiyo Mungu ambaye ni Yesu aliweza kuingia kwenye dimension ya kibinadamu, akawa mwanadamu, akala, akalala, akaoga na akatembea kama wanadamu. Kwa hiyo haimpunguzii garantia kuwa Mungu, kwa sababu Mungu anaweza kuishi kwenye dimension yoyote muda wote anaotaka. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo Yesu ni Mungu, si Mungu kwa kumpendelea, ni Mungu kwa sababu ni kweli. Alifufuka kimiujiza, aliishi kimiujiza, alitembea kimiujiza, alifanya kimiujiza, na mpaka sasa hivi ni Mungu wa miujiza. Mungu wa kweli lazima aishi kwenye dimension kubwa mbili. Hawezi kuishi kwenye dimension ya ulimwengu huu, lakini pia aweze kuishi kwenye dimension ya kiroho. Ndio maana shetani alipomtokea Yesu alimwambia mwanadamu haishi kwenye dimension moja ya mikate ya akili. Mwanadamu anaishi kwenye dimension ya miujiza. Bwana sifa sana. Dimension ya neno la kiungu. Na ndio maana Yesu alikuwa anafanyaga miujiza kwa kutamka. Alikuwa anamwambia Petro, nenda baharini utakuta samaki, mvue utapata kodi. Yesu alikuwa hatengenezi vitu, alikuwa anatamka neno. Sifa kubwa ya Mungu, anafanya vitu kwa kutamka, anafanya vitu kwa neno. Hatengenezi, haingii kiwandani kutengeneza, yeye anatamka vitu vinatokea. Na ndivyo Yesu alivyokuwa anafanya. Ndio maana Biblia inasema kwamba Yesu ni neno la Mungu. Sio tu neno, Yesu ndiye Mungu mwenyewe, kwa sababu Mungu ni neno, anafanya vitu kwa kutamka neno. Kwa unaposema Yesu ni Mungu, jua hiyo ni dimension kubwa ambayo ni nje ya hiyo dimension ulionayo. Lakini ili ajifunue kwako kama Mungu, lazima amit dimension ulionayo wewe. Kwa mfano mwingine, ukiwa na dhambi, Yesu anajifunua kwako kama Mwokozi, kama mtu anayesamehe. Katika Mathayo 9 anamwambia aliyepooza kwamba inuka, umesamehewa dhambi zako. Hii inatufundisha kwamba Yesu anaweza kusamehe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu ni zaidi tu ya binadamu unayemjua wewe. Akija kwenye dimension yako,
ndipo utakapomjua kwenye hiyo dimension yako yeye ni nani. Ni ngumu kumjua Yesu kwenye dimension nilionayo mimi, lakini na wewe kuna dimension ambayo lazima anatakiwa ajifunue kwako kwenye dimension, ndipo utakapomjua oho, kumbe huyu sio mwanadamu kama mimi, huyu ni Mungu kabisa. Kwa hiyo katika Mathayo 11 ule mstari 26 na kuendelea, Yesu anasema kwamba hakuna anayemjua mwana ila Baba, wala anayemjua Baba ila mwana, na yule ambaye mwana apenda kufunulia. Kwa hiyo ili umjue Yesu ni nani, lazima ajifunue kwako, na sio kwa kumsoma kwa kutumia akili zinazokula, zinazoshiba, zinazofanya mabaya. No, lazima ukubali ajifunue kwako, ndipo utakapomjua yeye kama Mungu, na sio Mungu kwa kumshabikia. Wakati mwingine tunasema Yesu ni Mungu ili kama kumshabikia. No, ni Mungu endapo atajifunua kwako kwenye hiyo dimension. Yesu anaweza akajifunua kwako kama mwalimu, kama Bwana, kama rafiki, kama mfalme, kwenye dimension yoyote anayoitaka. Kwa hiyo tamani Yesu afunue dimension ya yeye ni nani kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana, na Mungu akubariki. Yesu ni Mungu.